Uhuru Kenyatta. Ni heshima kubwa ndugu yako William Ruto alikufanyia, bila kuambia Wakenya kenye ilifanyika kwa serikali yako. Unaongeza hii maneno mingi, unajifanya baba sahi, na wewe unajua wewe sio baba wa nchi. Wewe ni mtu ulichukua loan yenye Kenya italipa miaka 40. Wewe ni mtu ulitoka pale kwa serikali, uliwacha $1 million kwa account ya serikali. Wewe ni mtu unajua ile ulifanya yote. Lakini ndugu yako William Ruto amekuheshimu sana. Kile siku ya Gen Z ulikuwa unaongea unaambia Gen Z sijui nyinyi ndio mtafanya nini hapo katika taifa la Kenya. Jana vile vile umetoka kuinsight vijana. Na tukwambia Uhuru Kenyatta, si kwa nini kuongea kuhusu wewe tena, kwa sababu nilikwambia ya kutosha. Lakini kwa sababu wewe ni mtukutu na wewe ni mtu unajifanya, kwa sababu uheshimu wa Kenya wengine, uko na amovas, unafikiria hii nchi inafaa tu bali kwa mfalme kama wewe na Moi na wengine. Nataka nikuambia Uhuru Kenyatta, funga mdomo, enda kanisani, enda gym kwanza, kwa sababu unaelekea mahali mbaya. Wachana na hii nchi William Ruto aishi. Tafadhali, kwa heshima kubwa na kuomba Rais Uhuru Kenyatta, kwa heshima vile tumekuheshimu. Vijana wetu walikuwa na nafasi ya kutafutia kazi, vijana wetu walikuwa na nafasi ya kujenga factories, ulifanya tunataka kusema tafadhali heshimu nchi, heshimu viongozi wengine. Unajua mimi nashangaa. Mimi nashangaa na hawa viongozi kama huyu ndugu yangu ametoka hapa sasa hivi. Nyinyi mnaongea kuhusu maneno yenye sielewi. Muachaneni na ule jamaa hapa kwenu. Jamaa ametoka tu Amerika, hata hajaongea mnapigie kelele. Hako na makosa gani jamani? Ule mtu anajua na wanajua ile vitu alifanyia nje wakiwa na Uhuru Kenyatta. So watu watulize bole. Mwacha kupigia ule mtu kelele. Hajasema kitu, ameshuka tu, amekuja kusalamia nyanya yake, amekuja kusalamia wazazi wake, na sisi nyinyi mnapiga kelele. Hapa mnapiga kelele mtu hajaongea, hajafungua mdomo kuanzia afike. Nataka nichukue nafasi hii kuambia watu wa Kisii, mimi ninajua kwa muda mrefu nyinyi mmekuwa kwa upinzani. Hii ni mara ya kwanza mmekuwa kwa serikali ya karibu kwa miaka ichache iliyo hapo ya nyuma. Nataka mjue hizi mabarabara zinajengwa, hii affordable housing, hii masoko. Unajua watu wengi wanakuja wakisema uongo, sijui nini, sijui nini. Mimi nataka kuwauliza nyinyi kwa sababu nyinyi watu wa kanisa. Wewe msichana akitolewa leo apate mimba, hiyo mimba inachukua mwezi ngapi? Si miezi 9. Kitambo mtoto akunywe uji mpaka akule githeri inachukua muda gani? Sasa hii serikali ya William Ruto ya mwaka 2.5 unasikia wewe anasema sijui nini, yule anasema sijui nini. Nilikuwa naona hata mwingine ule former akitulekea jana. Mtu aliharibu nchi, alipora nchi. Lakini leo nimemwambia aende gym kwa sababu ile alipora nchi mpaka hata yeye mwenyewe anakuwa tofauti kidogo. Hawachane na hii nchi. Wacha sisi tuje tushughulikie kanisa, tushughulikie mama mboga, tushughulikie watu wa bodaboda, tufanye hiyo ndogo ndogo. William Ruto na Kithure Kindiki wajenge lami, wajenge soko, wajenge mashule zetu, au mawaziri washughulikie watoto wetu wasome. Hiyo ndio kitu tunahitaji katika taifa la Kenya. Na hatutaki mtu kutuambia ati rais anafaa kwa kona ile. Hatutaki mtu kutuambia ati deputy president huyu Kindiki akuwe mtu wa mlima. Tunataka usawa kwa Wakenya wote.